Huyu mwalimu kumbe ni shetani, mranyama za watoto, mchawi mkubwa. Sehemu yetu ya kwanza iliishia hapa ambapo alikuwa anamlazimisha huyu bwana mdogo ale chokoleti, lakini bwana mdogo baadaye alikataa ile chokoleti. Baada ya kuikataa huyu bwana mdogo, ndipo kwa umefika muda wa kuondoka, wanafunzi wote waende nyumbani. Ulipofika huo muda, bwana mdogo alichukua chokoleti yake na akaondoka nayo. Amefika nje ya shule, akaona pipa la taka, akaamua itupe hiyo chokoleti katika pipa la taka. Siku ya kesho ilipofika, yaani wanafunzi wote sasa wanakuja darasani. Wamekuja darasani, cha kushangaza zaidi wanafunzi wote walikuwa na mionekano ya ajabu, yaani walikuwa ni kama viumbe ambao ni misukule. Lakini ilivyokuwa bahati kwa huyu bwana mdogo ni kwamba marafiki zake wawili ambao ni marafiki wa karibu kweli kweli walikuwa hawajatumia nao ile chokoleti, yani hawakudhurika kiufupi. Baada ya kuwa hawajadhurika, ndipo hili jitu ama huyu mwalimu ambaye ni mchawi akawa amekuja darasani. Amefika darasani, akawa ameandaa chokoleti nyingine ili aje kumlisha huyu bwana mdogo kwa lazima. Wakati anataka kumlisha kwa lazima, bwana mdogo akawa anapinga. Lakini baadaye, wakati migogoro inaendelea kati ya mwalimu na bwana mdogo, huyu ambaye ni rafiki wa huyu bwana mdogo wa kike akamkumbusha mwalimu ya kwamba muda wa kuondoka darasani tayari umekwisha, ama vipindi darasani tayari vimekwisha, ni muda sasa wa kuondoka nyumbani. Huyu mwalimu akawa hana budi zaidi ya kuwaruhusu wanafunzi waende nyumbani, lakini alionyesha hasira zake. Aliyatoa makucha yake na kuburuza katika meza, yani alikwangua meza kwa makucha yake misili ya mnyama mkali sana wa mwituni. Baada ya kufanya hivyo, akawaruhusu wanafunzi wote waende nyumbani. Lakini cha ajabu zaidi ni kwamba baada ya kuwaruhusu wanafunzi wote waende nyumbani, kitu kingine ambacho kilikuja kushangaza ni kwamba hao wanafunzi ambao wapo katika hili darasa walikuwa wanatembea misili ya mazombi ambao wana miaka 7 hawajala. Baada ya kuwaruhusu, ndipo huyu bwana mdogo pamoja na marafiki zake wawili hawa ikabidi wafuatilie kuhusiana na historia ya shule yao ili wamgundue huyu mwalimu ni kiumbe wa aina gani. Kwenye pekuzi zao walikiona kitabu ambacho kinaelezea historia ya shule yao. Baada ya kukiona kile kitabu, wamekisoma kwa makini, wakaja kugundua kwamba huyu mwalimu ana miaka 100 akiwa katika hii shule. Yaani ana miaka 100 katika shule hii. Baada ya kugundua hilo, wa madogo akasema ya kwamba acha tuendelee kumchunguza zaidi huyu mwalimu tujue ni kiumbe wa aina gani. Baada ya kuanza harakati zao za kumchunguza huyu mwalimu, walienda katika ofisi ya mkuu wa shule hii. Baada ya kwenda katika ofisi ya mkuu wa hii shule, walichofanikiwa kukipata katika ofisi ya mkuu wa shule hii ni address ya nyumba ambayo anaishi huyu mwalimu ambaye ni mchawi. Baada ya kuipata hiyo address, usiku huo hawakulala, ikabidi waende katika nyumba ambayo anaishi huyu mwalimu. Wamefika katika nyumba ambayo anaishi huyu mwalimu, kitu walichotaka kukifanya walikuwa wanakijua wao. Lakini walipofika hapa katika hii nyumba, nje tu wakaona yule mwalimu wao anafungua dirisha na kufungua pazia, kisha akaonyesha meno yake ya ajabu ambayo yalikuwa yanatisha kweli kweli. Lakini miongoni mwa hao wanafunzi watatu kulikuwa kuna mwanafunzi mmoja ambaye ni muoga sana. Huyu mwanafunzi alipiga kelele baada ya kuona ile mimeno ya ajabu. Baada ya kupiga kelele, yule mwalimu akashtuka na kugundua kwamba nje ya nyumba yake kuna watoto ambao wapo wanamchunguza. Ndipo akaamua kutoka nje ili ajue hizo kelele zimetokea wapi. Unahisi ni nini ambacho kitakwenda kuwakuta hawa madogo watatu? Hakikisha umenifollow ili kupata sehemu ya 3 ama mwendelezo wa sinema.